Ongela kupata nafasi. Ongela sana. Inua mikono yako ufuatishe maneno haya. Sema: Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote, jina lenye uweza, jina lenye mamlaka. Asante kwa neema yako, asante kwa pendo lako. Tawala mahali hapa katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, asante kwa huruma zako, asante kwa ajili ya siku ya leo ambao umetupa neema na nafasi ya kuwa hapa tena katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa damu ya Yesu. Tawala moyo wangu, tawala nafsi yangu, tawala akili yangu, tawala mawazo yangu katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Amen. Pige Bwana Yesu makofi. Ongeza tena makofi kwa Mungu aliye hai. Mungu ametupa neema tena ya kuwa tena hapa. Ongeza makofi, umekuwa ni mwaminifu. Haleluya. Ongeza tena makofi, umekuwa ni mtu mwaminifu. Wow, barikiwa uliyepiga kigeregere, manake makofi makame hayanakuwa hayana maana. Ongeza tena na kigeregere kiwembo. Sawa kabisa, Mungu ni mwema. Tunazidi kusonga mbele. Jana tuliangalia mambo mapana sana. Tukaangalia roho inapoingia ndani yako unakuwa na nguvu nyingine. Ikiwa ni roho ya kipepo inakupa nguvu nyingine. Ikiwa ni roho wa Mungu naye pia anakupa nguvu nyingine. Nikasema sasa tukaangalia na maandiko ambayo yako wazi yakatuonesha kwamba mtu anapokuwa na roho nyingine ndani yake anakuwa mtu mwingine. Tukajifunza kwamba kumbe kuna uwezekano wa mtu ukaingiliwa na roho chafu ndani yako, afu ile roho ikakugeuza ukajikuta unakuwa mtu mwingine. Yoyote mwenye roho ya mapepo ndani yake au mwenye roho ya nguvu za giza ndani yake sio mtu kama mtu mwingine, anakuwa amebadilishwa. Na yoyote mwenye roho wa Mungu ndani yake, ambaye ana Roho Mtakatifu yuko ndani yake, naye anabadilishwa, anakuwa naye ni mtu mwingine. Kazi ya Roho Mtakatifu au roho ya kipepo ni kwamba inakuchaji zaidi. Yani inakupa nguvu zaidi. Ni kama nitoe mfano, ndani yako unapokuwa na roho moja, ina maana una power moja, yani una nguvu moja. Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako, ina maana nguvu inaongezeka, unakuwa una nguvu mbili. Una nguvu ya kwanza ya roho yako, una nguvu ya pili ya Roho Mtakatifu. Roho ya mapepo inapoingia nayo pia ndani yako, unakuwa pia una nguvu mbili. Nguvu ya kwanza unakuwa una nguvu ya kwako, ya pili inakuwa ni ile nguvu ya ile pepo ambayo limeingia ndani yako. Kwa hiyo roho inapoingia ndani ya mtu anaanza kuwa na aina ya maroho ya aina hizo mbili, unakupa nayo iko ndani. Kwa hiyo ile roho inakuchaji, inaongeza nguvu, inaongeza uhai ndani yako. Sasa yoyote ambaye ana roho ya mapepo, roho ya mapepo ni kwamba inamchaji, anajikuta ndani yake anaongozwa na ile roho ya mapepo. Ndio maana tukaangalia kwenye maandiko matakatifu, ukiwa na roho iko ndani yako unakuwa na nguvu nyingine. Kwa hiyo yoyote mwenye roho fulani ambayo iko ndani yake anakuwa ana roho nyingine, ndani yake anakuwa na nguvu nyingine. Tuangalie maandiko hayo ili angalau tuende sawa. Mimi najua una usaulifu. Haleluya. Ndio maana huwa nakuwa narudia ili angalau ule usaulifu ule usisahau, ili ujifunze zaidi.
Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6. Na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu. Na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu. Nawe utatabiri pamoja nawe. Nawe utatabiri pamoja nawe. Nawe utageuzwa na kuwa mtu mwingine. Nawe utageuzwa na kuwa mtu mwingine. Nawe utageuzwa utakuwa mtu mwingine. Nawe utageuzwa utakuwa mtu mwingine. Aka ka sentence kana maana sana. Nawe utageuzwa utakuwa mtu mwingine. Ina maana kumbe alikuwa ni mtu kama watu wengine, lakini baada ya roho wa Mungu kuingia ndani yake akamgeuza, akamtofautisha na watu wengine. Kumbe roho inapoingia ndani yako inakugeuza, inakutofautisha na watu wengine. Roho wa Mungu alipoingia ndani yangu amenigeuza, amenitofautisha na watu wengine. Yoyote mwenye roho ya kipepo ndani yake amegeuzwa, ametofautishwa na watu wengine. Ndio maana ukimwona mtu anafanya mambo ya ajabu, nasema hivi, kweli huyu ana roho ya kibinadamu huyu? Huyu yuko sawa kweli huyu? Kwa sababu ndani yake kuna roho iliyoingia. Hiyo roho imemtofautisha na tabia za kibinadamu wengine. Sema saizi akabadilika kweli huyu, kawa mwema, kawa mpole, kawa mwelewa. Kwa kweli Mungu anabadilisha watu. Umeona mtu anamwongelea mtu hivyo kwamba mtu huyu amebadilishwa, amewekewa roho nyingine. Sasa roho inapoingia ndani yako, roho nyingine inakubadilisha. Kazi ya roho nyingine ikipenya ndani yako inakubadilisha, inabadilisha mfumo, inabadilisha namna ya wewe. Kama imetumwa roho ya magonjwa iingie ndani yako, inakubadilisha, nayo inakuweka katika ajenda ya magonjwa. Kama imetumwa roho ya uchawi ndani yako, inakubadilisha, inakuweka katika ajenda ya uchawi. Kama imetumwa roho ya kupooza ndani yako, inakubadilisha, inakuweka katika ajenda ya kupooza. Unajikuta mifumo imebadilika, unakuwa umepooza. Kwa hiyo roho ikiingia ndani ya mtu inambadilisha. Sasa inategemea kwa huyu Sauli, roho iliyoingia ndani yake ni roho wa Mungu. Kwa alipombadilisha, akumbadilisha kwa ubaya, alimbadilisha kwa wema. Sasa kama ingekuwa ni roho ya kipepo, ina maana Sauli aliyekuwa mtulivu angekuwa ni shetani ndani. Mwangalie jirani yako usoni, mwambie una roho gani ndani yako. Mwangalie na usoni, mwambie una roho gani ndani yako. Mwambie roho gani inayotenda kazi ndani yako. Kuna mtu anaelewa? Tuko pamoja? Wangapi ananielewa zaidi? Kwamba sasa ikiwa ndani yangu kuna roho fulani itanibadilisha na kunipeleka katika mfumo huo. Roho wa Mungu akiingia ndani anabadilisha tabia. Unaanza aliyekuwa, ndio maana Sauli yule aliyekuwa muuaji, baada ya kuja kuwa na roho wa Mungu ndani yake, akawa Sauli sio tena muuaji, akawa ni Sauli mtumishi wa Bwana, akawa ni Sauli mwenye neema kubwa ya Mungu. Tena yule muuaji, katili, mbaya, anafanya mambo ya ajabu, analiua kanisa, yule ndiyo amebadilishwa. Nini kilichombadilisha? Ni roho aliyeingia ndani, amembadilisha na kuibadili mifumo. Kubadili mifumo ni kwamba amembadili tabia. Kwa hiyo roho ikiwa iko ndani iko sawa, ikiwa iko ndani iko sawa, unakuwa ndani yako na roho ambayo inakuongoza vema. Kama roho iliyotumwa ndani ya uasi, utamwona mtu ambaye akimgeuka Pastor Kevin namna atakavyomuongelea, utozania kama ndio yule. Mwangalie jirani yako usoni, mwambie unampenda Pastor. Mshike mkono, mwambie unampenda Pastor Kevin.
Haleluya, anakubariki. Lilo likiingia ndani yako la kwanza kumchukia Pastor Kevin, uoni tena kama anakubariki. Zile sifa ulizokuwa unamsifia hazipo tena, kwa sababu kuna lilo. Waangalie watu wengi ambao wamekuwa kinyume na huyu Pastor Kevin. Sijawakosea, sijafanya mabaya, na najijua. Huaga sinaga na nili na mtu ya pressure na mtu, sinaga. Katika pasta wa ajabu, Pastor Kevin ni wa ajabu. Anaenda na watu wenye mapungufu mbalimbali, anaenda nao. Mimi naweza nikajisemea ni wa ajabu sana. Najua kabisa mwovu, sinaga tabia ya kumbatua mtu mbele za watu, hata sinaga. Lakini yule ambaye roho imeshamwingia, ukimkuta anavyomwelezea Pastor Kevin, unachefuka, kwa sababu kuna roho nyingine iko ndani pale. Roho ikiingia ndani ya mtu inambadilisha mtu, anakuwa mtu mwingine. Roho ikiingia ndani ya kisasi inambadilisha mtu, anakuwa mtu mwingine. Ndio maana ujumbe ambao ninafundisha ni kuteketeza kila aina ya roho, ikuachie kwa jina la Yesu. Umeelewa? Kwa sababu hii roho ikiingia ndani inakubadilisha. Kuna watu waliobadilishwa baada ya roho fulani kuingia ndani yao. Alikuwa mwema, alikuwa ni kiongozi mzuri la makanisani, alikuwa ni anategemewa, unamwamini, unamsogeza. Baada ya roho nyingine kuingia ndani yake, yule unayemwamini na kumsogeza anakuwa mkuki. Ulikuwa na rafiki wa karibu, unamwambia mambo yako yote mpaka ya ndani, unamsimulia. Baada ya roho ile kuingia ndani yake, inambadilisha. Aliyekuwa rafiki mwema anakuwa rafiki adui. Kinachombadilisha mtu ni ile roho nyingine iliyoingia ndani ya mtu. Ukiingiliwa na roho fulani ndani yako, inakubadilisha. Mume aliyekuwa vema ghafla akabadilika, kuna roho imeingia pale. Mke aliyekuwa mzuri ghafla amebadilika, kuna roho imeingia pale. Watoto waliokuwa hawanaga ujeuri ghafla wanaanza kuwa wajeuri, kuna roho imeingia pale. Nataka uingize hii akilini mwako kwamba kuna wakati unapigana na mtu, kumbe unapigana na roho nyingine iliyoko ndani ya mtu iliyombadilisha mtu kabisa. Kuna roho ambazo zinabadilisha watu. Alikuwa ni mwema, mwaminifu, sio mzinzi, sio mongo, sio mbea. Alikuwa ni mzuri, hodari, anahubiri vizuri, lakini roho ilipoingia nyingine ndani yake ikabadilisha mfumo wa huyo mtu. Kwa kuna watu ambao kuna roho zimepenya ndani yao, zile roho zimebadilisha mifumo yao. Leo tunaipiga hiyo roho ili iachie mfumo wako ule ule kwa jina la Yesu Kristo. Ukielewa hii itakusaidia. Kuna watu utodili nao, utajua tu ni roho nyingine. Umeelewa? Afu utakuwa na pressure. Unajua dunia si imejaa usaliti. Sio kila ambao unamwamini uko naye. Hapana. Watu wema wakiwa mbele ya huyo mtu, ila wakitoweka wema haupo. Hata wewe mwenye mwema ukiwa pamoja na mimi, haleluya. Gonga na jirani yako, ukigeuka hivi, Pastor Kevin mwenye ukimwona ni shetani, wanadamu nyinyi. Ndio maana Mungu, watumishi wa Mungu anawapaga mioyo ya namna nyinyi. Hakuna msaliti mbaya kama mwanadamu. Yaani nyinyi wasaliti. Gonga na jirani yako, mwambie wewe ni msaliti. Hamna cha kukubeba wewe. Wewe ni kufanya tu kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Haleluya. Mimi nikifanya nafanya kwa ajili ya utukufu wa Bwana, sitegemei malipo kutoka kwako. Kwa sababu wao ukigeuka hivi, roho ikaingia, roho nyingine, samani ya huyo mtu haipo. Yuda alipoingiliwa na roho nyingine ndani yake, akuiona samani ya Yesu tena, akamwona pesa ina samani. Tuangalie maandiko hayo. Yuda ilipoingia roho nyingine, roho ya shetani kaingia ndani ya Yuda. Baada ya roho ya shetani kuingia ndani ya Yuda, Yuda akabadilika. Kumbe kuna uwezekano wa watu baada ya roho fulani kuingia ndani yao wakabadilika.
Unanielewa? Sema ameni. Tuko pamoja wana Mungu. Yes. Mwangalie jirani yako usoni, mwambie kuna roho gani ndani yako? Yes. Tusome. Luka sura ya 22 mstari wa 2 mpaka wa 3. Na wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta njia ya kumuua. Maana walikuwa wakiwaogopa watu. Shetani akamwingia Yuda. Aitwaye Iskarioti. Naye ni mmoja wale tinashala. Akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani. Yuda yule aliyekuwa anamlinda Yesu, aliyekuwa anatunza hazina, aliyekuwa yuko pamoja na Yesu. Unajua hakuna mtu ambaye yuko karibu sana na mtumishi kama mtunza hazina. Makanisani mote watunza hazina wako karibu sana na mtumishi wa Bwana. Kwa nini? Kwa sababu wao hata akaunti wao wanafahamu, fedha iko kiasi gani wao wanafahamu. Sisi kanisani humo hatujui tunaingiza mapato kiasi gani, lakini ukitaka kujua inaingia kiasi gani wafuata wa hazina. Wao ndo wanajua moyo wa kanisa, fedha inayoingia kanisani wanafahamu. Sasa Yuda alikuwa karibu sana na Yesu. Kila fedha inayoingia lazima ikutane na Yuda. Kwa hiyo Yuda ndio kwa mtunza hazina, mwenye nyaraka zote za mapato. Sasa ama hata Yesu kama ana jambo anaenda kwa Yuda, anamwambia huko kuna shilingi ngapi? Yuda anasema kuna kiasi fulani, anamwambia nitolee. Kwa hiyo Yuda ndo alikuwa ni mtu mbeba siri ya mapato ya Yesu kwenye huduma yake. Baada ya shetani kuingia ndani ya Yuda, Yuda akajikuta amegeuka, amekuwa mtu mwingine. Yuda akajikuta amegeuka, amekuwa mtu mwingine. Anapoenda kwa Yesu anamuuza wale aliokuwa anamkinga Yesu kwamba hawa ni walikuwa ni maadui wa Yesu, Mafarisayo, anajikuta ndo anawaendea wale maadui. Sio ajabu yoyote ambao namkuta anaenda tena kwa maadui, ujue tayari roho ya Yuda iko mle ndani. Tayari amekuwa sio mtu yule, amekuwa ni mtu mwingine. Kule ambapo yeye alikuwa anakandia na kataa, lakini ghafla ndo huyo, ujue tayari kuna roho nyingine iko ndani. Leo naiagiza roho hiyo ijitenge na maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Anayenielewa sema anajitenga nayo kwa jina la Yesu. Sema tunajitenga na maroho hayo. Kazi ya roho ikiingia ndani na kubadilisha. Roho Mtakatifu akiingia ndani unasikia tu kuna wakati mwingine uelewe hata unachofanya. Sasa maneno lugha gani? Nishanga tunalia afu nasikia amani, nafanya mama ndo nilishangaa hivyo, basi tu nikashangaa hivyo ndo nikawa naendelea. Yaani hata sijajua. Kuna mama mmoja anaitwa Mama Shedi. Huyu mama ameokoka kimaajabu sana. Kimaajabu mno. Ni Muislamu. Amekuja kanisani. Ameingia kanisani, anajaa na Roho Mtakatifu. Anaanza kunena kwa lugha. Anakuja ananiuliza hapo ni mjamzito, anakuja ananiuliza mchungaji, mbona afu siwezi kutoka hapa. Kaka kwenye kiti anasema ni Muislamu. Anashangaa ananena kwa lugha. Sasa ananiuliza hata kutoka nashindwa. Kwa hiyo ibada imeisha, watu wameenda nyumbani, yeye kanasa kwenye kiti. Yeye yuko aelewe. Kuna roho nyingine imeingia ndani. Ile roho iliyoingia ndani imembadilisha. Amekuwa sio wa kabila la kwao, amekuwa ni wa kabila la mbinguni. Sema amen. Roho inapoingia ndani na kubadilisha. Sasa ni vizuri kujua ni roho gani iliyoingia ndani yako. Ni roho gani? Kila roho, iwe ya kansa ikiingia tu inakubadilisha. Iwe ya virusi ikiingia tu inakubadilisha. Iwe ya magonjwa ikiingia tu inakubadilisha. Iwe ya usaliti ikiingia tu inakubadilisha. Wote walioingiliwa na roho fulani wamebadilishwa.
Kuna wakati mwingine unaanza ukapigana ukasema, unajua mume wangu, unajua simuelewi, unajua yani kwa kweli sielewi. Kuna roho nyingine iko ndani iliyombadilisha. Ili kumsaidia mtu huyu ni kuipiga roho iliyo ndani. Ile roho itakapomwacha, utamwona ataanza kusikia hukumu, hatarudi kwenye mstari. Leo naipiga roho hiyo ili iondoke kwa jina la Yesu, ili mtu arudi kwenye mstari. Anayesema ameni, maana yake na iwe. Pokea sawa sawa na unavyosema kwa jina la Yesu. Mwangalie jirani yako, sio nimwambie kilichokubadilisha wewe ni hiyo roho iliyokaa ndani. Kinacholeta ugumu wa maisha yako ni hiyo roho iliyokaa ndani. Mwangalie na usoni, mwambie kilichokubadilisha wewe ni ile roho iliyokaa ndani. Mwambie tena, kilicholeta ugumu kwenye maisha yako ni ile roho iliyokaa ndani. Kinachokufanya wewe usiaminike ni ile roho iliyokaa ndani. Unakuwa na hasira za ajabu, ni ile roho iliyokaa ndani. Ile roho iliyokaa ndani ndio ambayo inakupeleka. Ile roho ikitoka, hasira haipo tena. Umeelewa sasa? Kwa kila ambaye anabadilika, kuna kilichombadilisha, ni ile roho iliyoko ndani yake. Kwa kuna maroho ambayo anabadilisha watu, ikiingia tu, yani ikiingia tu. Sasa hapo mtu akikwambia kuhusu Pastor Kevi, uelewe. Kuna dada mmoja alikuwa anasali hapa, na mpaka sasa anasali hapa. Kilichomtenganisha hapa ni umbali. Kaambia mbali sana huko ndani kwa neta wapi, sio ndani. Alikuwa anakaa hapo. Huyu dada ukimwongelea vibaya Pastor Kevi ni ugomvi. Zimewaipigwa ngumi hapo nyumbani kwao. Ile kesi ikapelekwa kwa mjumbe. Wanamuuliza mnapigania nini? Nasema kwa nini mseme pastor? Yani pigano la mapambano kutokea hapo nyumbani kwa yeye ameguswa pastor. Na alikuwa anamsemea, anaongelea kwa ubaya huyo mtu. Sasa alipokuwa anaongea kwa ubaya akambwaga mtoto chini, akamvaa huyo mtu. Piga wewe, yule mtu kampeleka kwa mjumbe, aitaka kumpeleka ama aitaka kumpeleka polisi pale kitu. Kisa nini? Kamsema pastor. Mtu huyo akigeuka, na miaka 10 sasa nachunga kanisa la mahala pamoja na upeo kuliko 10 na sasa. Haleluya. 10 na yani nakuwa, yani kanisa linanipevusha. Kwa hiyo nakuwa na kanisa nakuwa na sasa ona ufahamu ajabu. Haleluya. Kuna roho ikiingia ndani ya mtu anabadilika. Kule Kichemchem kuna dada mmoja alikuwa analipenda sana kanisa la kule Kichemchem, na alikuwa anaombewa kila mara, ana madudu fulani. Leo hii wamemkamata yule dada, wamempeleka msikitini, wamempa kazi msikitini. Kazi yake ni kufanya usafi msikitini. Anavyoliongelea bonde tena uponyaji kachange. Roho ikiingia nyingine ndani ya mtu, anakuwa shahidi mwingine. Nanyi mtapokea nguvu akiisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Samaria. Anasema baada ya kuwa na roho yule wa Mungu, anakupa kuwa shahidi. Shahidi ni mtu ambaye anaweza akakisimamia kitu, akatoa ushahidi wa kile kitu. Kwa ukiwa na roho wa Mungu ndani, anakujenga kuwa mshahidi. Ikiingia roho nyingine ndani yako, inakubadilisha. Kuna watu waliobadilika kwa sababu kuna roho imeingia. Wewe jiangaliage, hata vile ukiwa kama na mapepo, pasta tu hataki kusogelea tu, unapata shida. Sasa ingine unamchukia kwa sababu ndani yako kilichoingia ni roho nyingine. Ile roho nyingine inakubadilisha. Yule mtu wa tabia hii anakuwa wa tabia hii kwa sababu kuna roho nyingine. Nataka nimwombe Jehova hizo roho zikome kwa watu wetu,
Hizo roho zikome kwa watu ambao Mungu ametutuma, na zikuachie uwe salama kwa jina la Yesu. Sema nakataa kabisa kutawaliwa na roho nyingine kwa jina la Yesu. Anaelewa sema amen. Tunakataa kwa jina la Yesu. Kuna mtu ananielewa hapo? Kwa roho nyingine inapoingia inakubadilisha. Kuna watu wamebadilika kwa sababu ya roho nyingine. Kila aliyebadilika hajabadilika kwa kupenda, ni roho iko ndani. Ile roho iliyoko ndani ndio ambayo inambadilisha. Alikuwa anabadilika. Mbona kwake hivi jamani? Nini tena? Una sababu ya kusema nini tena? Ni roho imeingia. Yuda alipokwazika tu, shetani akaingia ndani ya Yuda. Shetani hakuingia ndani ya Yuda kama Yuda asingefanya kosa. Kosa la Yuda ni kukwazika. Alichukia kwa mwongozo ambao Yesu aliutoa, yeye akakasirika. Kwa nini Yesu afanye hivi? Kwa nini Yesu ameletea mafuta ya gharama? Alafu yale mafuta ya gharama baada ya kuyauza ili tutunishe mfuko, yeye amechukua mafuta ya gharama. Alafu amempaka huyo mwanamke, amepaka mafuta ya gharama. Yuda akakasirika, akasema amenikwaza sana huyu kiongozi, amenikela. Kusema tu amenikela, anaondoka kwa Yesu. Kinachotokea, shetani anaingia ndani ya Yuda. Alipoingia shetani akuchelewesha, akambadilisha Yuda, akamfanya kuwa mtu mwingine. Yule asiye msaliti akamfanya kuwa msaliti. Yuda akashangaa, ghafla anakuwa mtu mwingine. Ghafla anashangaa Yesu anadili, anasema na hela zenu hizo hapa, na nani mapato yenu hayo hapa. Akayatoa mapato, akasema ngoja niwafuate wale watu ambao siku zote walikuwa wanakutafuta, wanataka kukutia nguvuni, ngoja niwafuate. Akawafuata. Alipowafuata akawaambia, mimi najua mahala anapopatikana. Anaenda kumuuza. Wale watu waliopambana siku zote kumpata Yesu wanashindwa, wanapambana asubuhi na mchana kumpata Yesu, wanashindwa. Yule Yuda baada ya kuwa na roho nyingine ndani yake, yeye ndiye anayefanikisha ubaya wa maadui. Leo napiga yoyote atakayefanikisha mbele yako ubaya wa maadui kwa jina la Yesu. Wale maadui wache wanaokutafuta siku zote wanashindwa kukupata. Yule anayeingiliwa na roho nyingine mbele yako ili atumiwe hataweza kwa jina la Yesu. Anayeelewa sema fire, pasua. Kama unaelewa sana sema amen. Mwangalie jirani yako usoni, mwambie wakati mwingine wanakutafuta majirani ili wakuangamize, wanakutafuta marafiki ili wakuangamize, wanakutafuta ndugu wa karibu ili wakuangamize, wanakutafuta watesi wako ili wakuangamize, wanatafuta mtu aliyebadilika. Alafu kuna roho nyingine imeingia ndani yake, huyo ndiye wanatafuta kumtumia. Ndio maana usiwe karibu kabisa na aliyebadilika. Huyo tayari ameshabadilika, huyo tayari ameshabadilika. Anza kuweka umbali mrefu, hujua kabisa ana roho nyingine. Mwangalie jirani yako usoni, mwambie jua kabisa ana roho nyingine. Usitafuta hata kumshauri, usitafuta hata kujua makosa yake, usitafuta hata kujua sababu zake. Unapoona anaanza kutoa sababu ambazo hazina mashiko, huyo tayari hana roho nyingine. Leo naipasua roho inayotenda kazi ya uharibifu. Hebu sema pasua, 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 pasua. Kuna mtu ameelewa hapo? Kwa kuna mwenye roho nyingine ni hatari, hatari sana. Kukuuza acheleweshi, na yeye shetani anamtumia sana kwa sababu anajua mambo yako. Hatari sana, hatari mno mwenye roho nyingine. Yani acheleweshi kukuuza, anakuuza mchana peupe, na huko unamwona kabisa huyu. Ndio maana kila mwenye roho yoyote aliyebadilika mbele yako, anza kurudi nyuma. Hata kama ulimsogeza, hata kama moyo unauma, wewe rudi nyuma haraka ili asiweze kukujeruhi mapema. Mjeruhi yeye na apotee yeye kwa jina la Yesu. Hebu sema pasua, 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 pasua. Gonga na jirani yako, mwambie aliyegeuka, rudi nyuma wewe haraka. Mwambie mluke kabisa, achana naye.
anakuondoa, anakuuza mikononi mwa watu waliokuwa wanakutafuta. Kuna wachawi wanakutafuta, wanakushindwa. Wanawaza waje kwa njia ya chakula, wanakushindwa. Wanawaza waje kwa njia ya maji, wanakushindwa. Wanawaza waje kwa njia ya barabara, wanakushindwa. Wanawaza ukipanda bodaboda waje, wanakushindwa. Wanawaza wafanye hivi, wanakushindwa. Kila mbinu wanazozitumia wanashindwa. Wanawaza tutampateje huyu mtu? Yule ambaye roho nyingine imeingia ndani yake, huyo ndio anayemtumia sasa. Huyu tumpate kiwepesi. Leo natangaza, wewe uliyeko mahali hapa, yule aliyegeuka mbele yako hataweza kutumika mbele yako, na kama anaanza kutumika, ninaamuru aferi na achafuke haraka kwa jina la Yesu, na wewe ustawi kwa jina la Yesu. Ananielewa? Mikono miwili juu, sema pasua, pasua. Shike jirani yako mkono, mwambie usimkonyeze yule ambaye tayari ameshabadilika. Mwambie macho yako yasimuone huruma. Pasua tena, mpige kweli tena, mpige hafe tena, hafe kabisa. Na watu wengine nao pia waje wampige nao pia. Biblia inasema wapige, na mimi nasema piga mpaka kufa. Usijali alikuwa ni mzee, wakatandika mpaka kufa. Usijali alikuwa tandika mpaka kufa. Mzee wa kanisa wa Yesu mwenyewe ambaye ni Yuda aligeuka, na wewe tandika mpaka kufa. Wala usijali cheo chake wala wadhifa wake, na ile heshima mnyime kabisa. Biblia inasema pokea neema hiyo, sema anapiga mpaka kufa. Na watu wengine na wafanye nini? Wapige. Lakini wa kwanza nani apige? Mimi. Alafu anasema wala nisifanye nini? Nisimuache. Aliyegeuka ni hatari, hatari sana. Kuna kijana wangu mmoja alikuja hapa akaniambia, baba, mimi niko na mke, nikamfumania. Unifumanizi moja. Baada ya kumfumania, baadaye nikarudi nyumbani. Nikarudi nyumbani, na akarudi. Akaniomba msamaha, nikamwacha tu. Nikaanza kumwacha kwa ndani. Sasa siku nimeenda kazini, narudi kutoka kazini, nakuta chumba changu cheupe. Nimebakisha viungo vyangu tu viko pale pembeni. Nikasema kuua kabisa. Umemfumania, piga kabisa, toa kabisa ndani hapo. Nikajifunza kitu, nikasema umekomeshwa. Tayari ana roho nyingine. Hatajua kwamba kijiko mlinunua pamoja, hatajua kwamba mlichuma wote. Huyo mwenye roho nyingine aliyebadilika mbele yako, hata chai yake usionje. Mimi nakwambia ukweli wa dunia hii, aliyebadilika hata kijiko chake usitumie. Atakuua kabisa. Na akikuua atakuua kweli. Yuda, unadhani alimchelewesha Yesu? Alimchapa. Akasema niuze bidhaa hii kabla hajapoa. Ya moto akasema niuze. Akaenda akasema, mlikuwa mnamtaka mimi bana, ndo mtu wa karibu, ndo nilikuwa mweka hazina. Sasa sema, wewe una data zote. Sema ndio. Mida hii ya jioni ikifika saa 11, huyu jamaa ndo muda wake wa maombi. Twende tumfuate, tutampata. Sema sasa sisi hatumjui, maana kile tunapoenda tunakuta yuko na watu wengi. Sasa hatujui ndo yupi. Yuda akasema, mimi ndawaonesha, namjua sana. Ndawaonesha, namfahamu sana. Subiri niwapeleke. Moja kwa moja Yuda huyo anawapeleka, anasema yule nitakayempa mkono achana naye. Yule nitakayemchumu yule, huyo chukueni. Ndo yeye. Anaenda kumuuza. Baadaye anakwenda, angalia mtu mwenye roho nyingine ana haya. Sio kama unanielewa. Naudia tena, mtu mwenye roho nyingine hana haya. Mwingine ni usomwambie, hujabadilika, usomna roho yuko mwa roho Mungu. Aliyebadilika na haya. Ule uso wa aibu hana. Roho ya huruma hana. Yana roho ya kukusambaratisha tu. Tamaa yake ni kuona unaharibika zaidi. Wewe unawajua hata na uliwageuka. Si unajua ulikuwa na huruma na
wamekuja ndani yake tayari, anaenda moja kwa moja akafika pale. Wengine wote anawapa mkono, wanaambia yule mmoja anachukua kwenye maombi, anasema hamna, nipo vipi, lakini wewe upo. Petro upo, upo. Yakobo vipi, upo. Nani kiongozi wapi, yuko vipi baba, anaambia yule kule sana, akamsalimia baba, yuko kule, wewe kumsalimia. Hey, hey, sema pasua, chinja. Nao wamekuja leo kwenye mkesha. Anasema oh sawa. Haya. Sawa, akamsalimia baba. Alipofika pale akamwagi, akamkumbatia. Baba anamwambia unamsaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu. Nazali busu alilikata, aliniendeleza. Nimekusudia kukuuza, nina roho tayari nyingine. Alipona amekamilisha mauzo, akapewa vipande vya fedha 30. Alivyogeuka ile roho mbele ikamwacha. Yes. Mathayo sura ya 27 mstari wa 3. Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kwamba amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akawarudishia wakuu makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha. Akasema nalikosa nilipoisaliti damu isiyokuwa na hatia. Mwenye roho nyingine mpaka atekeleze. Twende. Mstari wa 5. Akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu. Akaondoka akaenda kujinyonga. Haleluya. Kuna mtu ananielewa hapa? Mwangalie jirani yako usoni, mwambie acha mchezo ukiwa unaongozwa na roho nyingine. Mwambie hakuna mtu hatari kama aliyegeuka. Hata Biblia inasema chumvi kisha haribika utaifanyeje? Mpaka iwe nzima, iwe nzuri, iwe inafaa. Yaani kuna mtu tayari ni chumvi, akiharibika kuna injili ya kumbadilisha. Kuna mtu ananielewa? Nataka uelewe zaidi hapa kwanza. Tuko pamoja? Ukielewa hapa zaidi, hakuna chochote kitakachotokea mbele yako kikakuumiza. Chochote kitakachotokea mbele yako una nguvu ya kudili nacho. Umeelewa? Una nguvu ya kufanya nini? Ya kudili nacho. Chumvi kisha haribika. Biblia inasema nikuoneshe. Chumvi kisha haribika, huwezi kuifanya chochote, tayari shaharibika. Kuna watu tayari waishaharibika. Yes. Luka 14 mstari wa 34. Na maneno haya anayasema Yesu huyu. Chumvi ni kitu chema. Lakini chumvi ikiwa imeharibika. Itiwe nini ikolee? Itiwe nini hata ikolee? Haifai. Wala jaa watu itupa. Nje, mwenye sikio na asikie. Rudia tena, kuna mtu hajasikia. Rudia tena. Luka 14 mstari wa 34 mpaka 35. Chumvi ni kitu chema. Yaani chumvi ni kitu kizuri. Lakini chumvi ikiwa imeharibika, itiwe nini ikolee? Utaitia nini hata ikolee? Haifai. Nchi wala jaa. Watu itupa nje. Watu wanaichukua na unaitupa. Mwenye masikio ya kusikia na asikie. Yaani mtu aliyeharibika huwezi kumsaidia kwa sababu tayari ameshaharibika. Hata umtengeneze vipi, hata utumie hekima gani, hata umwelekeze, umwambie ni baya sana hili swala, haelewi, kashaharibika. Anasema huyu cha kufanya ni kumchukua, kumtupa nje.
sio kumweka ndani. Ukimweka ndani hatari, tupa nje. Leo kama adui wa maisha yako, tupa nje. Wangeje na nego sio mwambie umeharibika. Mwambie mimi sijaharibika bwana, niko imara. Ndio maana Biblia inasema nyinyi ni chumvi ya ulimwengu. Nani chumvi ya ulimwengu? Mimi. Pokea neema ya kutokuharibika uliye chumvi ya ulimwengu. Pokea neema ya kutokuharibika uliye chumvi ya ulimwengu. Uwe chumvi ya maombi, uwe chumvi ya injili, uwe chumvi ya mega church. Pokea chumvi, wewe ni chumvi ya ulimwengu. Yaani kuna mtu tayari akiharibika huwezi kumtengeneza. Tayari ameharibika ya. Na hata ukipambana kumtengeneza utakosea. Kwa sababu yeye ameshali. Cha kufanya tupa nje. Tupa nje ni kwamba mkatae, mwache aende zake. Sema amen. Kama akafie huko, mwambie kafie huko, sio hapa. Tajuana na Jehova, ila mimi nisha nawa. Sasa nataka ujifunze kitu hapa. Yoyote ambaye tayari kuna roho imeingia ndani yake, tayari anakuwa mtu mwingine. Shaiona mtu amepanda yuko kwenye fuso la nyanya lile, kaeka mguu mmoja huko chini, mwingine ameshikilia ile bomba, anasema oye kamua. Ndani mle kuna roho ya mauti mle, anasema kamua baba, hiyo bado ikidia. Anasema wewe ipe tena. Unajiuliza hey, haogopi. Tayari kuna roho ya mauti iko mle ndani, imemfanya kuwa mtu mwingine. Leo navunja roho zinazotenda kazi juu ya maisha ya watu. Ananielewa? Sema na pasua. Pasua, 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 pasua. Roho iko mle. Unamwona bodaboda anavyoiendesha ile bodaboda, anaiendesha wakati mwingine mguu mmoja anaachia chini. Unasema, wengine wanasema oh yeah, anasema eh, avaki ama anaifanya, anairudisha. Roho ya mauti iko mle. Roho, acha mchezo na mtu aliyeingiliwa na roho nyingine. Ni hatari sana mtu akiingiliwa na roho nyingine. Hatari sana. Ni hatari sana. Ni hatari sana mtumishi wa Mungu alienda vizuri, alafu katikati akaingiliwa na roho nyingine. Ni hatari sana. Na wako watumishi wa Mungu wakubwa walioanza na Mungu vizuri, lakini mbele wakageuka. Kama wanavyogeuka watumishi wa Mungu wakubwa, ndivyo wanavyogeuka hata waumini wengi na watu wengi. Anaenda vizuri, unasema huyu ndio huyu sasa, lakini roho inapomwingia, hata kile kitu anaanza kukichukia. Nasitaki kuomba. Sasa uko naomba. Wewe usijiulize hata kuna sababu hata kujiuliza maswali. Wewe weka tu kwamba andika hewani, inua kidole hivi. Sema roho nyingine. Inua tena mkono. Mwambie yoyote nitakayemwona amebadilika ghafla, najua tayari amekuwa mtu mwingine. Sio yule, huyu ni mwingine. Na utakapokuwa naongea naye, uwe na jicho hilo kwamba hapa naongea na mtu mwingine, ambaye ni jinsi ninavyozidi kuongea naye lazima niwe makini, asije na mimi akanifanya nikawa kama yeye. Na kuna watu tayari wameshafanywa wamekuwa kama wao, na madhara wanayoyapata ni makubwa mno. Madhara wanayotembea nayo ni makubwa mno. Unajikuta unaingia kwenye mkumbo wa laana. Kila mtu mwache na mechi yake. Haleluya. Kila mtu mwache na mzigo wake. Sema amen. Wewe tazama moyo wako, tazama Mungu wako, alafu songa mbele.
Ndio maana hata mimi nasemaga ukija bonde la uponyaji, namba moja, muangalie Mungu aliyekuleta hapa. Sema ameni. Hata kama kuna mtu alikushuhudia akakwambia twende, yule Mungu alimtumia tu akulete. Tuko pamoja? Na baada ya kufika sasa, wa kwanza kumwangalia, muangalie Mungu aliyekuleta. Wa pili, muangalie kuhani. Basi huyu ndiye anakupatanisha wewe na Mungu. Basi yani viangalie vitu hivi viwili, umemaliza. Ila ukianza kuangalia huyu manake hata huyo anatenda kwa neno la kuhani. Kwa hiyo kuhani ni top, anaongoza pale kwa neno la kuhani. Asingeweza kuongoza kama kuhani asingesema ongoza. Kwa hiyo aliye top ni kuhani. Ili ufike sasa vizuri, uachane na hao waliojaa roho nyingine au waliokuwa ni watu wengine. Lazima ujue kwamba hapa nimemjia nani? Hapa nimemjia Yesu. Kama nimemjia Yesu, alafu namwangalia nani? Namwangalia kuhani. Namtazama kuhani ili anipatanishe na huyo Mungu zaidi. Basi songa mbele hapo. Lakini ukianza kuangalia, unajua ndo rafiki, unajua ndo bestie, unamjua tali wa nyama. Mungu ana jirani yako, mwambie unanijua wewe, utaliwa. Gonga naye, mwambie unanijua wewe vizuri mimi. Mshike mkono, mwambie unanijua. Mwambie nitakuchanga, shauri yako. Haleluya. Hebu nisaidie kumpa Yesu makofi kama unayo. Hebu ungeongeza na kigeregere, ingeleta baraka zaidi. Sema kwa jina la Yesu, nakataa kwa mtu mwingine. Haleluya. Sema kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu, nakataa kuingiliwa na roho ya kipepo ili kuwa mtu mwingine. Nataka kuingiliwa na roho ya Mungu ili niwe mtu mwingine. Haleluya. Roho ya kipepo ikuache kwa jina la Yesu. Roho ya Mungu akae ndani yako kwa jina la Yesu. Ananielewa aseme amen. Pokea neema hiyo kwa jina la Yesu Kristo. Wangapi kuna kitu anajifunza zaidi? Amen. Kama ujifunzi wewe, tulia kwanza, utajifunza tu hapo mbele. Lakini wewe ambaye kuna kitu tayari kinaingia ndani, unaanza kupata uelewa. Wewe ndio hivi mkono ambaye tayari unapata uelewa. Haleluya. Ubarikiwe sana. Asante, ubarikiwe sana. Maana lazima sasa uelewe. Ndio maana mimi sio mwepesi kuhukumu haraka. Ni mzito sana kwenye kuhukumu. Kwa sababu najua kwa asilimia kubwa sana ya watu wengi ndani yao kuna roho nyingine. Wakati mwingine unaongea na mtu kumbe hayuko mle mtu. Kumbe ameshabadilisha, amekuwa mtu mwingine. Wakati mwingine unasema hivi ndo. Kuna wakati mwingine nataka unyamaze, kwa sababu kuna watu sio watu, ni watu wengine. Unaongea na mtu kumbe ndani sio, ni mwingine. Nilikutolea siku moja shuhuda moja. Alikuja mama mmoja hapa, alikuja hapa kanisani akaniambia, baba, mimi na shida na wewe. Nikaambia, alikuta nimekaa. Nikamwambia okay, karibu chukua kiti. Akachukua kiti akakaa. Akaniambia, bora baba, nimekukuta umejifunga mtandio wake vizuri kabisa. Vizuri kwa smart. Mama mzuri kabisa, yuko vizuri, kajifunga vizuri, kajiremba vizuri, yuko smart kabisa, smart. Yaani huwezi kujua kama ni mtu mwingine, unajua ni mtu yule yule. Akasogea, akanikuta. Akakaa, akasema, baba, bora nimekukuta. Baba, kwa kweli napenda sana huduma yako. Yaani baba, una huduma nzuri, lakini baba, nimekuja kukuaga. Nikaambia, sawa mwanangu, unaniaga unaenda wapi? Yuko asisafiri, yuko baba, ila tutakuwa na huduma kanisa hilo hapo. Akanitajia kanisa, kwa sababu ndani yani una masomo, sio nyota, sio kibali. Yani kila saa mtu anakaa kwenye ibada moja, unaenda mbio tu. Yani ibada tu, mtu ani hata ufurahi ibada, yani moyo unaenda mbio tu. Mimi
sasa baba, nimeona niwe naabudu hapo. Akanitajia kanisa hapo, akasema nitakuwa naabudu hapo. Nikaambia ndio ulivyoona mwanangu? Akasema nini hasa nimekukela? Yuko haujanikela babangu, maana nikisema unanikela nitakuwa natumika, nitakuwa natumika. Hivyo hivyo anaongea. Sasa nikisema tu umenikela nitakuwa natumika, maana kuna wako watu wengi tena wenye samani, wengine ni watumishi ndani. Mimi mkaaji tu kwenye kiti baba? Hapana, mimi tu nimeona anakosa amani, kwa nikasema pekee, lakini wanangu watakuwa naendelea. Mimi tu nikaambia sawa mwanangu, basi jambo zuri, nenda basi, sawa, nimeshakuelewa. Yuko ndio maana nimekuja tu. Nikasema baba si akaanza kunitumia message, kunipigia, kunitumia watu waje kunifuata, hajue kabisa niko pale. Nikaambia ni jambo zuri, tena umekuwa mtoto mzuri ambaye unaaga. Maana watoto wengine huwa hawaagi, wakikuona tu anajificha kuna namna hii. Apite mchawi huyo, anaanza kuwa paza game mchawi. Jamani watu nyinyi. Dhambi ya kwanza ambayo mtakaodaiwa nyinyi ni dhambi za uasi. Yaani kabisa hakimwona kabisa mtumishi ambaye alikuwa anamsaidia na. Yaani kama shombo inapita wewe. Ninang'oa hiyo isitende kazi. Ninaikataa isitende kazi. Anaelewa, sema pasua. Piga kwa jina la Yesu Kristo. Baadaye nikamwambia sawa mwanangu, ni vizuri. Akawa anaondoka, akatoka pale, huyo anaondoka. Akafika pale, nikasema mwanangu samahani. Akasema bila samahani baba, unajua umesahau. Nikamwambia sikiliza mwanangu, kama ni wewe kweli utapita pale salama. Kama sio wewe kweli hautovuka pale. Iko umeshaanza. Yaani baba, wewe kila mtu baba unahisi amepaga watu. Na vile Mungu anakutumia basi unaona kila mtu kapaga. Mimi ni akili zangu, nimetoka nyumbani kabisa. Nikaambia ukivuka pale, kama sio wewe basi Mungu akunituma. Lakini kama ni wewe utavuka. Alafu nimekaa kwenye kiti changu, nimetulia tu, nimeweka nne. Alafu nachezea simu yangu. Akaanza shaanza. Akafika mlangoni akaruka beki pani, kaambia kuja hapa. Akaanza kuja huko anafanya hivi. Nikasema kuja hapa. Akaanza kuja kama ulivyokuja mara ya kwanza. Akaanza kuja haraka haraka. Nikasema kwenda chini. Nikasema toka ndani ya huyo. Baada ya kusema akakaa sawa. Nikaambia Bwana Yesu asema hivyo. Amina baba. Hivi nimekujaje hapa? Kuna watu mnaongea na watu, kumbe mnaongea na watu wengine. Kuna watu nakutana nao. Sikiliza, bonde la uponyaji alikufanya tu uwe na macho tu ya roho. Bonde la uponyaji linakupa akili za kuishi na nyoka na uzao wa nyoka katikati ya wanadamu. Kwenye kizazi cha mwisho ni lazima upate uwezo huo na maarifa hayo ya kujua nyoka waliojichangamana katikati ya uzao wa wanadamu. Dola ya bonde la uponyaji sasa, yani linakupa ufunuo lakini linakupa ufahamu. Pokea ufahamu kwa jina la Yesu. Nyumba ya Bwana siku za mwisho itajaa maarifa na itajaa utukufu. Ni saa ya siku za mwisho. Pokea maarifa, pokea utukufu mkubwa. Sema kwa jina la Yesu. Sema ninaondoa majeshi ya majoka katikati ya uzao wa wanadamu. Haleluya. Kuna chuma mchanganyiko na udongo tunakoelekea. Nakuja siku moja na kufundisha. Unaongea na mtu unadhani mtu, unamwona ni mtu kabisa, lakini kumbe ndani sio. Unaongea na mtu mwingine umzaniaye sie, kumbe ni mtu mwingine. Unakaa na mtu kabisa, unaongea naye, mnapanga mipango, ndio unashangaa njia ambayo unaielekea ni ya kuaibika, ni ya kupoteza
vya thamani ambavyo kwenye maisha yako usingevipoteza, ila ujinga wako ndo unakutuma kuvipoteza. Kuna vitu ulishavipoteza kwa sababu uliongea na watu ambao sio watu. Mshike jirani yako mkono, mwambie umepoteza vingapi mpaka sasa. Na ukigoma kupata ufahamu huo wa kujitafasiri, umegoma kutoka pale ulipo na utaendelea kupotea. Ila ukikubali, kwa sababu kuna watu wana roho ambao sio wenyewe, wako wengi. Nikakutolea tena shuhuda moja, mama mmoja ambaye alikuja na tonge la ugali. Kashika tonge la ugali huyo, katoka zake nyumbani. Sisi tumekaa hapa, tulikuwa tunajadili, tunapiga stori zetu hapa. Baadaye tunashanga kuna kishindo cha mtu amekuja mpaka pale mlangoni. Afu ghafla karudi. Baadaye mama Kevin anasema kuna mtu amekuja mpaka pale afu amerudi. Baadaye akawatuma vijana, nendeni mkamwangalie. Kijana mmoja akaenda kumwangalia, anasema ni mama fulani, yule anakimbia. Tukajiuliza kwa nini anakimbia, mkimbizeni mlete. Wakamkimbiza, wakamleta. Kumleta yuko vile vile na tonge lake la ugali. Nikaanza kumwombea. Ombea akafunguka. Alipofunguka, nimekujeje hapa? Tukamwambia hata sisi hatujui. Hapo ni ilikuwa saa 2 ya usiku. Tumesema hatujui umekujeje. Kwani ulikuwa wapi? Anasema nilikuwa hapo mezani na mume wangu. Tulikuwa tunakula ugali. Angalia mchungaji, ndio maana jamani, maajabu. Nikamwangalia, nikasema sasa nini kimetokea? Anasema tu ghafla nimejikuta naondoka, sasa sijui naenda wapi. Na mume wangu yeye ameenda dukani kununua soda ili tuzushie ugali wetu. Sasa wewe angalia, mume ambaye hajaokoka sasa, hajui mambo hayo, sasa ndo anakuja mezani, anakuta anauliza watoto, mama yenu yuko hapa? Anasema ametoka. Ina maana nilivyotoka naye ametoka. Shuhudia mchezo hapo ndani. Ni roho nyingine iko ndani na mtuma kuharibu ndoa. Ni roho nyingine iko ndani na mtuma kwa... Jamani, somo la kuongozwa na roho ni jepesi ukilisikia, ila ni pana kwa mafundisho ya kiroho. Na mimi hili naweza nikapiga hata mwaka mzima, kwa sababu yako mengi. Yaani kwa asilimia kubwa kuna mambo mengi wewe litakuchanganya tu, kuongozwa nalo. Lina mambo mengi, na Mungu anisaidie niandae kitabu cha somo hili ili lije kusaidia na watu wengine wengi. Na bahati nzuri linakuwa linarekodiwa, hata kulichapa itakuwa ni jambo jepesi. Kwa kuna watu wengine ndani yao sio watu wa kawaida, wanaongozwa na roho. Kuna roho zinatenda kazi ndani yao. Kuna wengine wana roho fulani ziko ndani yao, wamegeuzwa, wamekuwa sio watu wa kawaida. Unasema sio wa kawaida, kabadilika, akuwa hivyo ghafla amebadilika. Kuna roho nyingine iko pale. Unakaona katoto ni kajasiri fulani, kana ujasiri wa ajabu. Unamwambia nakupiga, kana kukazia tu macho. Kaa vizuri na wewe mtoto. Moja una nini utamsikia? Ana vitu. Wewe angalia katoto kokote kajasiri, kana uchawi ndani. Yaani katoto wote unaona kajasiri tu. Unamwambia mtu nitakuchapa. Kako hivi kana ujeuri wa ajabu, kana roho nyingine iko ndani. Ujasiri alionao ni ile roho iliyoko ndani. Ile roho ndio ambayo inampa ujasiri. Nimevikamata vitoto vingi hapa vichawi. Ukivioji ni kichawi, lakini angalia kanavyofanya kwa mama yake. Kanamjeulia mama yake, kanajeulia kila mtu. Kanajiamini. Na kwa nini anajiamini? Anajiamini, anajua kuna roho iko ndani. Anajua mama anaweza nikamfanya chochote usiku. Ile roho iliyoko ndani inampa kujiamini. Angalia mtu yote anajiamini, anajiamini kwa sababu. Hakuna yote ambaye anajiamini kama ana sababu. Kuna watu wengine ukiwaambia nakupeleka Maturubai, miguu inafanya hivi. Kwa sababu hajui hata kushinda hiyo kesi ataishindaje. Kuna mwingine ukimwambia nakupeleka Maturubai, anasema twende. Anasema kwani umepeleka wangapi?
twende. Ana ujasiri wa ajabu wa kukabiliana na hiyo ishu. Kuna mwingine kumshtaki mtu haoni kazi, anaona kawaida, kwa sababu kuna hali iko ndani ya ujasiri. Kuna mwingine mashtaka hapendi kabisa, mambo sio na hata kama kuna jambo limetokea atasema naomba tuelewane tu yaishi. Lakini kwa mwingine sasa hiyo mbele, mimi nimesema hapa tuongelee ni mbele. Kuna namna anavyojiamini, kiko kinachomfanya jiamini. Leo napiga hiyo roho ambayo inatenda kazi. Yule anayenielewa sema amina. Pokea neema hiyo kwa jina la Yesu. Sema navunja kila roho inayotenda kazi, roho inayotenda kazi, roho inayonifuatilia, roho inayonifaa, roho inayoniingilia, roho yote ambayo inanivamia, leo naipiga hiyo roho. Sema naishambulia, shambulia. Hebu sema naipiga. Roho ya magonjwa, roho ya maraa, roho ya mateso, roho yoyote ambayo inanifuatilia, roho ya hasira, roho ya chuki, roho yoyote naipiga leo. Leo naivunja hiyo roho iliyo ndani yangu. Leo naing'oa, leo nang'oa, leo nang'oa. Rakapasatata, rekaparababababa. Hebu sema nang'oa kila aina ya roho. Sema amina. Sema tena amen. Piga Bwana Yesu makofi. Sema nakataa kabisa kuongozwa na roho nyingine. Kuna mtu ananielewa? Sema kwa damu ya Yesu hakuna roho nyingine yoyote itakao niongoza mimi. Nakataa kuongozwa na hiyo roho. Nakataa kuongozwa na hiyo roho. Nakataa kuongozwa na hiyo roho. Hii roho ya kuzimu, roho ya kichawi, roho ya kuniharibia, roho ya kuniua kabla ya wakati, naivunja hiyo roho, naikataa hiyo roho, naitoesha hiyo roho. Roho ya kifo, roho ya baraa, roho ya magonjwa, roho ya mateso, roho ya kuharibikiwa, kila aina ya roho inaniongoza leo naipiga hiyo roho kwa jina la Yesu. Hiyo roho iondoke ndani yako kwa jina la Yesu. Nasema hiyo roho iondoke ndani yako kwa jina la Yesu. Pokea roho wa Mungu akufanye kuwa mtu mwingine. Pokea roho wa Bwana akufanye kuwa mtu mwingine. Pokea Roho Mtakatifu akufanye kuwa mtu mwingine. Biblia inasema Samsoni alipoambiwa Samsoni wa Filisti au, roho wa Mungu akashuka ndani yake kwa nguvu. Baada ya kushuka akawakabili wa Filisti, akawapiga wote kwa taya, akawaua wote wa Filisti, akawapiga wanaume zaidi ya wanaume 1000. Achana, kuna mahali aliwapiga wanaume 30, kuna mahali aliwapiga wanaume 1000. Nguvu alizokuwa nazo ni za ajabu. Yani watu 1000 anawapiga kwa taya la punda. Yani taya la punda linamsaidia kuwashinda watu zaidi ya watu 1000. Unajiuliza alikuwa ni mtu gani? Ana ujasiri wa namna gani? Alikuwa na milaba mingapi? Alikuwa ni dude la namna gani? Alikuwa ni wa kawaida? Ila roho wa Mungu alipokuwa anaingia ndani yake, alikuwa na uwezo wa ajabu. Kuna watu roho wa Mungu aingia ndani yao, awape uwezo wa ajabu, uwezo wa kuyakabili magonjwa, uwezo wa kuikabili maraha, uwezo wa kuyakabili matatizo, uwezo wa kukabili kila changamoto. Hebu sema navaliwa. Hebu sema navaliwa. Shalalalalala. Yekapara baba. Hebu sema roho wa Bwana yuko juu ya. Yera kasatatara kotorobo shekete. Likaparaba sekete. Likamandarama shekete. Likaparaba sakatarabo shakapa. Inua mikono yako, sema roho wa Bwana yuko juu yangu. Rekaparaba baba, sema roho wa Bwana yuko juu yangu. Likamandaraba sekete, sema roho wa Bwana yuko juu yangu. Yanda kapa, sema tena roho wa Bwana yuko juu yangu. Resha tatata, sema roho wa Bwana yuko juu yangu. Sema kwa maana Bwana amenitia mafuta. Rakapasa tatata, ili kuwatoa wote walioonewa, ili kuwatoa wote kwenye magereza. Rakapasa tatata. Pokea upanga wa roho wa Bwana. Pokea upanga wa nguvu ya Mungu. Pokea upanga wa kuwashambulia wenye nia mbaya. Pokea upanga wa kuwashambulia wachawi. Pokea upanga wa kuwashambulia mizimu. Pokea upanga wa kushambulia makoma ya kichawi. Pokea upanga wa kushambulia kila nia ya adui. Pokea upanga wa kushambulia kila roho ya uasi. Rakapasa tatata. Reba shanararara lekaparaba. Hebu sema roho wa Bwana yuko juu yangu. Hebu sema naachilia moto. Sema tena naachilia
naachilia moto. Hebu sema naachilia moto. Wanaachilia moto, sema moto moto moto. Rababababa sheba baba. Hebu sema fire. Pasua pasua. Unajua kuna vitu navifundisha hapa sio kana kwamba nimewahi fundishwa. Kuna vitu ambavyo tangu nimeanza mfungo mpaka sasa na kufundisha kitu ambacho na mimi mwenyewe Roho wa Bwana anazidi kunifundisha. Umenielewa? Yani na mimi najikuta na mimi naelewa yani. Wewe unavyoelewa mimi mwenzako na mimi huko naelewa zaidi. Yani hapa kuna vitu mwenyewe nafundishwa hapa. Sasa ni ngumu wewe kunielewa. Sasa wewe unayefundisha afuta na wewe unafundishwa. Mimi mwenzako na mimi nafundishwa hapa. Hapa nafundishwa na Roho Mtakatifu. Kwamba kuna watu wapo. Na nikivuta kweli kwa shuhuda za watu ambao nimekutana nao. Najua kweli kuna watu ambao sio watu. Siku moja. Sikiliza hapo vizuri. Siku moja wakati nafundisha shule moja ya sekondari zamani sana, wakati ni mdogo fulani, mimi nilikuwa nafundisha mashuleni. Niliandaa chama changu cha mashuleni. Kuna kasfeta, kuna ukwata. Mimi changu kilikuwa kinaitwa Iwoma, Injili ya Wokovu Mashuleni. Iwoma kilikuwa ni chama ambacho nimekianza. Ni mdogo. Nikaenda wizarani. Ni mdogo sana. Nikawafuata kule nikawaambia kuna kasfeta mimi nataka nifungue Iwoma. Na kuna ukwata mimi nataka yangu itwe Iwoma. Kwanza nikasema Injili ya Wokovu Mashuleni. Wakasema weka kifupi chake. Yani waangalie upeo wangu, je unaweza kweli kubadilisha? Na nikiangalia ni kadogo. Nikasema basi itaitwa Iwoma. Nikasema sawa. Mtoto mdogo lakini una mambo makubwa hivi. Wakasema kwa hiyo nataka tuisajili. Nikasema ndio, nataka tuisajili. Wakasema wadhamini wako. Nikabaki pale wadhamini, nikaanza kuwaza nani. Wadhamini wanataka na wadhamini ni watu wazima. Nikawaza. Wakasema basi katengeneze kwanza wadhamini alafu uje. Ni mdogo. Niko kwenye darasa kama la 7 hivi. Nikarudi nyumbani kwa kutafuta wadhamini. Nikamwangalia mama Kevin, nikasema hivi anafaa kuwa mdhamini huyu. Nikaona hafai. Nikatafuta, nikaenda kanisani. Nikawapata watu fulani hivi. Nikachukua barua ya mchungaji. Nikaenda. Nilipoenda kule nikapata wadhamini. Baadaye wakaniandikisha. Nikapeleka vile vitu. Wakasema kuna vitu bado hujavikiza, lakini kwa sababu ni mtoto tunakupa leseni fulani ambayo itakuwa inakusaidia. Nikaandaa timu yangu. Iwoma kina Victor. Wote hao walikuwa ni wanafunzi wangu. Pastor Victor yule pale, mpunga mkono. Iwoma, Injili ya Wokovu Mashuleni. Sio kama ninachosema nani yule anafahamu sana. Nikaanza huyo naenda kwa kasi. Sasa baadaye nikazuiliwa tena. Nikasema, "Hai mambo ya Iwoma haipo, ni kasfeta. Unatokea kanisa gani?" Nikabidi nirudi tena kanisani. Nikachukua barua ambazo mpaka leo ninazo. Nikasema basi haitaitwa Iwoma. Nikaibadilishia jina. Lakini kule kwenye mashule ambao wananielewa inaitwa hivyo hivyo, kwenye shule nyingine ambazo wanakuwa wagumu kunielewa. Kwa hiyo nikawa naongoza vyama viwili kwa wakati mmoja. Wakati niko kwenye shule moja na ubiri sasa, nikasema duniani kuna watu ambao sio watu. Nikana ubiri hivyo hivyo, kuna watu ambao sio watu. Wakati na ubiri nasema wako wengi ambao leo hii tunaishi nao lakini si watu. Wakati naendelea na ubiri baadaye nikasema hata mashuleni wamo ambao unamuona ni mwanafunzi lakini sio mwanafunzi.
unamwona mnasoma naye kumbe sie. Nikasema wako hata hapa mashuleni. Wakati nimehubiri hivyo, baadaye nikaanza kuombea wanafunzi, wakalipuka sana. Baada ya kuwa nalipuka wanafunzi, lipuka kisawasawa, wakaanza kulipuka, wanalipuka, wanakamatwa, nikaombea wakafunguka. Ibada ikaisha, nikawa nimetoka darasani. Kuna mwanafunzi mmoja akanifuata, akaniambia na shida na wewe mtumishi. Nikamwambia mimi. Akasema wewe mtumishi. Nikasema sawa. Nikamsogelea, akaniambia unanijua mimi? Akabadilika. Alipobadilika katika umri wa udogo niliokuwa nao, yani kama alininasa, yani nilishindwa kufanya. Unajua okay, watanielewa nao kabwaga usiku. Gonga na jirani yako, mwambie mchungaji ananikumbusha mbali sana. Nikajikuta nimeganda hivi. Alafu kama mwili hautaki kufanya hivi wala hivi. Alafu kama tunakuwa wawili, mmoja anapiga, wale ambao walishaikaba usiku hapo unashughulika na anaye kukaba, utanielewa. Isha kutokea usiku, yani unaona kabisa kama unamshika huyu jirani, amka ili tushughulike na huyu anayenikaba, lakini unaona kama amka, baadaye yule anakuja na kuacha, afu unajikuta umelala vile vile. Siri kutokea. Haleluya. Basi baadaye najikuta siwezi kufanya hivi. Akaniangalia akasema, mimi unanijua vizuri. Na mimi wakati nahubiri yale masomo, nilikuwa sihubiri kwamba Mungu amenifunulia. Nilikuwa nahubiri ni ujumbe tu ulikuja. Yaani nafundisha tu kile kitu na mwenyewe ni kama sina uhakika nacho. Maana yake hapo sina macho ya rohoni. Yaani nakifundisha kile kitu na kiongelea tu. Lakini yule alipokuja, kwa sababu nilivyokuwa nayaongea yote, na yeye pia alikuwa anamuhusu. Kwa alikuja akajua na mimi namjua na yeye ananijua. Akaniambia, unanijua vizuri? Nikamwambia, nakujueje? Akasema, sikiliza, habari ya kusema ya kwetu nitakuua. Alikuja mwingine naye alisema ya kwetu, nikamuua. Umeona hii shule yote iko juu ya makaburi. Iko hiyo shule Kigiragila Giturumu. Akasema, umeona iko hapa, kwa ukileta za kuleta nitakuua. Kuna mwingine alikuja nikamuua, na wewe nitakuua. Hapa ni kadogo, nikamkazia hivi macho, nikajikuta tu ghafla ushujaa unaniingia. Nikamwambia, wewe umetumwa kutokea kuzimu, mimi nimetumwa kutokea mbinguni. Kwa hapa tumekutana mafahari wawili, kitaeleweka. Nasema tena kitaeleweka. Na wewe pokea neema, kitaeleweka. Wanaokuchezea kitaeleweka. Wanaoharibu maisha yako kitaeleweka. Wanaofunga hatua za maisha yako, hatua za ndoa yako, hatua za mipango yako, nasema kitaeleweka. Hebu sema fire, pasua. Baadaye nilipomwambia kitaeleweka, akafyonza. Alipofyonza nikaona amefyonza, afu nikashangaa mimi naweza kutikisika. Nikamwangalia, nikamwambia kitaeleweka. Nikasema, kama umetumwa kutokea chini, mimi nimetumwa kutokea juu, kwa kitaeleweka. Baadaye akasema sawa, akafyonza, akaondoka. Alipoondoka, mimi sasa nageuka, nimuone ile njia ilikuwa ni ndefu na nyoka. Nageuka ili nimwangalie, kapotea kabisa, kapotea machoni pangu. Namuuliza kijana mmoja na mwenye, njoo, yule dada ambaye tulikuwa tunaongea naye hapa amepita hivi, unamwona? Sasa kapita hivi, sio njia. Anaangalia sana, labda mtumishi atakuwa hajapita huko. Nikasema kapita, sikatoka hapa sasa hivi. Yuko, ndio nimeona wakati mnaongea. Nikamuuliza anasoma darasa gani? Akasema yuko darasa lile A.
Nikaa sasa natamani nimuone tena kwa awamu nyingine. Kashaondoka. Tangu ile shule naendelea sijawahi muona machoni pangu, lakini naambiwa yuko hapo shuleni. Ina maana tukikutana naye alikuwa anajibadilisha. Kwa sababu najua tayari nimeshajua mambo yake. Na mimi nasema jua mambo yao kwa jina la Yesu, ili uweze kuwashinda kwa jina la Yesu. Ndio maana Biblia inasema hatukosi kuzijua ila zao. Leo pokea neema ya kujua ila zao, ili uwashinde na ila zao, uwashinde na magonjwa yao, uwashinde na balaa zao. Ananielewa? Mikono miwili juu, sema fire. Sema na washinda, na washinda, na washinda. Sema washindwe. Sema ninawapiga kwa jina la Yesu. Sema tena ninawapiga kwa jina la Yesu. Sema kuanzia leo nitakapokutana na wanadamu waliotoka kuzimu, waliovaa mihiri, ninawashinda kwa jina la Yesu. Hujawahi pita mahala unakutana na mtu nywele zinasisimka yani, unasikia uoga wa ajabu, kumbe ndani yake sio mtu. Kuna watu ambao tunakutana nao ndani yao sio watu, wako kabisa sio watu, wametumwa kutokea kuzimu. Na tunakoelekea majeshi ya kuzimu hayatatembea tena kwa sura ya pepo, yatatembea kwa sura ya miili ya wanadamu. Kwani mpinga Kristo atakavyotawala duniani, hata tawala kama shetani, hata tawala kama mwanadamu, kama mwanasiasa. Kumbe ndo mtawala wa kuzimu anakuja kuichukua dunia na kuiweka yote iwe mahala pamoja, lakini anakuja kama mwanadamu. Kizazi tunachoelekea ni kizazi ambacho tunaenda kwenye ule mchanganyiko wa chuma na udongo. Ndio maana ni vizuri sana sisi tulio wa Mungu tusiendekeze tu kuwa na mafuta ya upako, tusiendekeze kuwa na maji ya upako. Kuna majira yanakuja maji ya upako hatasaidia. Sikiliza leo niweke wazi, sijaongea haya mama. Kuna majira yanakuja maji ya upako hatasaidia. Kuna majira yanakuja manabii hawatakusaidia. Kuna majira yanakuja kuna vitu unaenda kuvikabili ana kwa ana. Yani unaenda kuongea na watu ambao sio watu, unaenda kusema na watu ambao sio watu. Sikiliza, utakuja kunikumbuka pale tunakoelekea. Yani tunaenda kukutana, shetani anatoka kwenye mfumo wa kiroho, anaingia kwenye mfumo wa kutembea kimwili ili kukontrol dunia au kukontrol ulimwengu. Lakini wale walio na Yehova kama hawataongozwa na mifumo hiyo, hebu sema nakataa. Yara kapasa katorobusha tadadada. Yani tunakoelekea watakaoshinda ni wenye maarifa. Tunakoelekea watakaoshinda ni wale wenye roho kweli wa Mungu ndani yao. Na bahati nzuri hiyo rekodi iwekwe miaka kadha wa kadha, uje kunikumbuka. Uje kunikumbuka kabisa. Na ambao unanisikiliza mahala popote, unanisikiliza nchi za nje huko uliko, kuna kipindi tunachoelekea. Tunahitaji kutembea ndani na nguvu ya Mungu. Ile super power original iko ndani. Tunatembea na neema kubwa ya Mungu iko ndani. Kwa sababu mifumo ambayo tunaenda nayo baadaye ni hatari mbele. Shetani anatoka kwenye ulimwengu wa roho, anaingia kwenye ulimwengu wa mwili, anaanza kutumia miili ya watu. Ndio ambao unasikia duniani unaambiwa kuna manabii wa uongo. Hawa neno manabii wa uongo ni wakala wa kuzimu waliovaa miili ya wanadamu ili kuanza kueneza injili kama ya kweli, lakini ndani yao wana mauaji, wana makafara, wana mazindiko. Ndio kule tunakoelekea. Lakini wale wenye Mungu watahimili mambo hayo, wale wenye Mungu watashinda mambo hayo, wale waliolishika neno watashinda mambo hayo. Kama hata neno mwanangu sio mafuta, kama hata neno mwanangu sio maji ya upako, kama hata neno mwanangu sio lodari, kama hata neno mwanangu ili tuweze kushinda. Anaelewa, sema napokea. Pokea. Yera kasakatara. Yera rebo shakatara bosa. Sema kwa jina la Yesu. Sema hey Yesu, unisaidie. Kwa sababu kule ninakoelekea kumejaa giza. Msaada wa karibu ni wewe peke yako. Mwokozi wa karibu ni wewe peke yako. Ninaagiza sasa, ninavaa neema kubwa ya kushinda mawakala waliotumwa kutokea kuzimu kwa jina
la Yesu. Sema amen. Piga Bwana Yesu makofi, sema amen. Wakati tunaanza kanisa hapa, kuna watu waliotumwa kutokea kuzimu walikujaga huko kanisani. Ndio maana huko kanisani habari ya mchawi ni issue ndogo sana. Habari sio ya mchawi, issue ndogo sana. Kwa sababu tumekutana na masnepa wa kichawi waliotoka kuzimu. Yaani kachawi ni kabi mdogo ndani. Yaani hakana lolote. Hata kama uko hapa una lolote. Yaani una lolote. Manake walikujaga masnepa, wenyewe sio wachawi. Yaani lenyewe ni jini limevaa mwili wa mtu, alafu linakuja yani. Alafu tunakaribiana nalo, sio rohoni. Macho hapa hapa ndani. Hapa kuna hali sio hiyo ndio kwa. Hapa. Mwangalie jirani yako sio, nimwambie sasa sisi iko kiugonjwa. Ukimwona Pastor Kevin anaongea unasema Pastor Kevin mbona anaongea uchawi afu haogopi? Mbona nimekabiliana na majitu? Majitu. Nimekutana na majitu. Yaani nimekutana na majitu yani. Ndio maana sina injili ya uongo. Kwa sababu nimekutana na majitu. Sina injili ya kupiga pesa. Ni kijana mdogo, mwenye umri wa kwangu mimi. Leo hii ana focus katika kujenga maisha na kujenga jina na kujenga usuperstar. Yaani wa umri wa kwangu. Hawezi kwenda kizeezee kama mimi ninavyokwenda. Kijana wa leo sasa anajijua, ana neema ya Mungu mwenyewe, unajua ninayo. Anajua ana uwezo wa kufundisha na ana elimu. Hawezi kwenda kama hivi. Anajua kabisa hapa ana degree zake hapa. Hapa yuko direct. Anaelewa kabisa niko hivi. Anaelewa kabisa nina nguvu ya Mungu. Anaelewa kabisa leo angekuwa anapiga usanii wa kutosha. Lakini anaona mimi nanyosha. Kwa sababu nimekutana na majitu. Ya majitu nakutana hivi. Anakuambia kabisa wewe ni bwana mdogo na kuhakikishia hutapona. Mimi nimetumwa utapona. Na mimi nikimwangalia namwambia na mimi nakuhakikishia. Na mimi nimetumwa kutoka mbinguni. Nina kazi ya kufanya. Sioni yoyote wa kuniangamiza. Hajatokea yoyote wa kuniangamiza. Nimeingia kichemchemo ambapo kuna wachawi nondo kule, lakini wote hapa hawajagusa chochote. Na hakuna anayeweza, sema amina. Yoyote anayegusa naye pia tunamgusa. Yoyote atakayekugusa wewe naye pia ataguswa. Hebu sema pasua. Pasua, pasua, pasua. Gonga na watu wawili watatu hivi waambie tunawapasua. Sema tena wapasuliwe. Sema tena wapasuliwe. Sema kwa jina la Yesu, hapana uchawi kwangu wala uganga juu yangu. Gonga na watu wawili watatu waambie hapana uchawi kwangu wala uganga kwangu. Mimi ni mbele kwa mbele. Mimi ni mbele kwa mbele. Kama walishindwa miaka iliyopita, mwaka tunauendea hawatashinda tena. Katikati ya mwaka hawatashinda tena. Sema watashinda tena. Sema ninapiga mashetani na majini, ninapiga mapepo na majoka, ninapiga mashetani wote, ninawafyeka kuanzia sasa. Sema nafyeka, fyeka. Sema nawafyeka kwa jina la Yesu. Rakapasatata, rekaparabashapapa. Kila roho zinazotenda kazi, kila roho zinazofanya kazi, kila roho za kuzimu, kila roho za magonjwa, kila roho za maraha, kila roho za mateso, kila roho za kuonewa, kila roho za maonevu, leo tunazifyeka kuanzia sasa. Hebu fyeka kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu imeandikwa, neno la Bwana li hai, tena ni kali, tena lina nguvu, ni kali kuliko upanga wao wote, tena linakata kuili. Leo nakata, leo nakata, leo nakata mamlaka zao, leo nakata madhabahu zao. Rakapasatata, yekaparabashetete, rikamamamamamamamama. Hebu tuma moto. Endelea kuomba, shambulia, teketeza. Leo nateketeza wale mashetani, wale majini wote, wale mapepo, yale maroho ya kuzimu yaliyovaa miili. Shambulia. Yes,
Sitachangamana na wachawi, sitachangamana na majeshi kutokea kuzimu, sitachangamana nayo, sitachangamana nayo. Shadadadada yakapasa tatata. Kataa kwenda pamoja na wale majoka na wale wachawi na wale vibwengo. Piga wote, shambulia. Yakapasa tatata yakaparama shekete rikamanda rama sekete yakaparama mama. Hebu sema na shambulia, ninawashambulia. Hebu sema achia moto, tuma moto. Sema na watumia moto, ninawajitenga nao, jitenge nao, tenga nao, jitenge nao, jitenge nao, tenga nao. Shededededede moshaba baba. Shadadadada. Shakapara baba baba. Shedededede moshaba baba. Resa kataradadadadada. Redededede moshaba baba. Shadadadada. Yakapasa kataradadada. Katika jina la Yesu. Shakapasa tatata. Rekapara baba baba. Yende ketaradadadada. Yakapasa tatata. Rakapara baba baba. Shadadadadada. Yakapasa tate. Rikamanda rama shaka. Oriama sayandaraba. Rikorobo sakandaraba. Rikamanda rama shata. Robo sakapara baba. Yakapara baba. Yanda kapara baba. Ninafukuza majini wote, ninafukuza maroho yote. Yakapasa tatata. Roho za kutokea kuzimu, roho za majoka, roho za mashetani. Yakapara baba. Ninafyeka maroho hayo, ninayafukuza. Roho za maraha, roho za usaliti, roho za kuabadisha watu wakawa watu wengine. Yakapara baba. Yanda kapasa tatata. Katika jina la Yesu. Hebu sema chia. Pigia Yesu makofi ya ushindi. Pigia Yesu makofi ya ushindi. Wamepigwa, sema wamepigwa kabisa. Sema wamepigwa kabisa. Umewatenga, sema nimewatenga kabisa. Afu gonga na jirani yako kama ana amani. Gonga naye, mwambie una amani. Mwambie una amani. Mwambie sikiliza, jasusi la mbinguni nikupe mcholo. Haleluya. Wanaotaka micholo sema amina. Sema tena amen. Sema tena amen. Ninashangaa Mungu ananipeleka nikufundishe mambo ya juu zaidi. Nikufundishe mambo ya juu zaidi. Elewa mambo ya juu zaidi. Elewa mafumbo ya juu zaidi, ili uweze kumshinda adui kwenye maisha yako. Sasa mimi siku hiyo hawa walioingia hapa nikaambia mimi tutaona. Baadaye walichoropoka wote. Siku moja niko na feri. Tulikuwa mimi na Pastor Matia feri. Tunavuka pale feri. Wakati tunavuka nikamwambia basi wajiangalia huko pembeni. Akaangalia masabi. Nikamwambia unaona hao dada. Niko hivi. Afu wazuri tu hao dada. Nikamwambia hao dada sio watu. Wale pale sio watu. Akasema sio watu. Nikasema hapo hamna mtu pale. Hao dada sio watu. Hao dada ni majini. Wamekaa hapo ni majini hao. Akasema nikamwambia tulia kwanza. Ni majini. Sasa kati namwambia huyu ni majini, naongea naye pole tu. Wakatushtukia kwamba kama tunaongelea wao. Mmoja akatuma jicho hivi. Alafu macho yao hayazunguki. Yeneva yako tu. Akatuma hivi. Matia akaniambia, Pastor, wameshajua. Nikasema wameshajua. Majini tubaki hapa mafuta. Wakaanza kuondoka. Walipoondoka mmoja akapita kwenye gari upande huu, mwingine upande huu, akapotea. Nikasema wale wamejua tumewajua. Maana kila mtu ambaye anapita pale hana habari, yeye anapita tu. Kwa hiyo wenyewe wanajua huyu mwanadamu hajatujua, huyu kiumbe hajatujua, huyu kiumbe wewe pokea akili ya kuwajua. Pokea ufahamu wa kuwajua. Pokea neema ya kuwajua. Sema tena, napokea neema ya kuwajua. Pokea neema ya kuwajua manabii wa uongo. Pokea neema ya kuwajua wakara wa kuzimu, majendo wa kuzimu waliotumwa kutokea kuzimu. Pokea neema ya
kuwajua, waswage kwa jina la Yesu. Sema nawafukuza, fukuza. Sema nawafukuza kwa jina la Yesu. Sema tena nawaondoa kwa jina la Yesu. Na ukisema nawaondoa kwa jina la Yesu, wanaondoka tena, wanaenda mbali. Juzi usiku nilikuwa nimelala, iko kwenye saa 8 inaenda saa 9, akaja mwanamke mmoja akaingia ndani vyu, nikamwona hakuja, ni mchawi, akaingia pale saa 8 usiku, akaniambia, wewe kwa nini unawafundisha watu mambo hayo makubwa? Unataka watufanye nini? Nikamwangalia, nikasema, naagiza yule ambaye amekuruhusu ingia hapa kukamata, kutandike, fika. Baada ya akafurura akapotea. Nikajua kumbe safari hii na kufundisha kitu kikubwa, afu na moyo wako umekubali kukipokea kile kitu kikubwa. Ndio maana unasikia wepesi wa ibada, kwa sababu ananielewa. Sema tena fire. Gonga na watu 2 3, sema kumbe ndo maana naona nina wepesi wa ajabu, nina wepesi wa kufunga, nina wepesi wa kuja kanisani. Hebu sema fire. Ona sasa, wanajua mambo ambayo sasa unapewa ni mazito. Ni kwamba sasa tunakataa kabisa kuongozwa na roho nyingine ya kipepo. Tunataka kuongozwa na Roho Mtakatifu. Tunakataa kuongozwa na roho za manabii wa uongo. Tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Na Jumapili, yoyote aliyeungamanishwa na madhabahu za manabii wa uongo, Jumapili navunja madhabahu za manabii wa uongo. Ninavunja. Ikiwa ulipewa maji au mafuta, utaona pepo atakavyokimbia hapa ndani. Tunatangaza Yesu aliye hai. Tunamtangaza Yesu aliye hai. Ni yule jana, leo na hata milele. Anatembea tena, anaponya tena, anaokoa tena, anaguza tena. Yeye ni Yesu asiyechangamana na kitu chochote. Jina lake ni jina lipitalo majina yote, maana kila atakayelitia jina hilo ataokolewa. Ninaamuru ndoa yako iokolewe, kwa maana tumepewa jina lipitalo majina yote. Gonga na jirani yako, mwambie una jina gani wewe? Mwambie una jina gani wewe? Una jina la mafuta? Una jina la mawese? Una jina la kitambaa? Una jina la maji? Mwambie hapana, nimepewa jina lipitalo majina, 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 majina ya mizimu, majina ya wachawi, majina ya magonjwa, jina la korona, jina la gonjwa lililoingia sasa, majina yote. Kaparamo sheketerere. Sema amen. Sema kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kila malo yoyote niliyounganikana nayo ninajitenga nayo. Kila madhabahu niliyoenda bila kujua ni madhabahu gani likaniunganisha na miungu ya hapo, ninajitoa. Sema tena, najitoa kwenye hiyo madhabahu. Ninakutoa kwenye madhabahu hiyo. Ninakutoa kwenye madhabahu hiyo. Ninakutoa kwenye madhabahu hiyo. Ninakutoa kwenye madhabahu hiyo. Ninakuchomoa kwenye madhabahu hiyo. Ninakuondoa kwenye madhabahu hiyo. Ninakuondoa kwenye madhabahu hiyo. Na ikomboa nafsi yako itoke kwenye madhabahu hiyo. Ninakutoa kwenye madhabahu hiyo. Hiyo madhabahu nakuondoa, 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 nakuondoa. Ninakuondoa, ninakuondoa. Nakupeleka kwenye msalaba wa Yesu mwenyewe. Nakupeleka kwenye agano la Yesu mwenyewe. La ile kelele iliyosikika ya kwamba imekwisha. Hakuna madhabahu ya kifirimason. Hakuna madhabahu ya manabii wa uongo. Hakuna madhabahu ya kichawi. Hakuna madhabahu ya kipepo hapa. Hakuna madhabahu ya giza hapa. Ikiwa uko hapa
Kuna madhabahu ulioienda yamkini siku za nyuma au siku za karibuni, ile madhabahu ukajiungamanisha nayo, ukajiungamanisha na maombi hapo, ukajiungamanisha na miungu ya hapo, mpaka sasa uko hapo. Lakini kuna ile madhabahu inakuvuta, ile madhabahu inakushikilia, lakini ndani ya ile madhabahu kuna uasherati, ndani ya ile madhabahu kuna balaa, ndani ya ile madhabahu kuna vifungo, ndani ya ile madhabahu kuna maroho yanayotenda kazi. Wewe uliye mwana wa Mungu, leo tunatoka na madhabahu hizo, leo tunaondoka na madhabahu hizo. Wanaondoka, naiondoa mikono yako, ninaiondoa pesa yako, ninaona pesa iliyoingia kwenye madhabahu hiyo, ninaiondoa pesa yako, ninauondoa uchumi wako, ninauondoa uchumi wako, ninakomboa leo uchumi wako. Ninaona mikono inakombolewa, ninaona mikono yako inakomboa uchumi wako. Ikiwa ulitoa sadaka yako ikajiungamanisha na hiyo madhabahu, leo nakukomboa, leo nakukomboa, leo nakukomboa, leo nakukomboa. Ninaishinda hiyo madhabahu, ninaachilia moto uwe juu yako. Hebu sema achia, chia. Ilo mikono, sema ikiwa kuna kitendea kazi chochote nilichowaipewa kiwe ishara ya kunikomboa, ninaagiza kile kitendea kazi, ikiwa ni mafuta, ikiwa ni silaha ambayo niliambiwa ni ya kiroho ili kunikandamiza, ninaagiza. Nimeinua mikono hapa, ninaagiza kile kitendea kazi kiondoke kwangu, kiondoke kwangu, kiondoke kwangu. Yale mafuta yaondoke kwangu sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi. Yale maji yaondoke kwangu sasa hivi, 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 sasa hivi. Kama tayo anakimbia sasa hivi, sasa hivi. Hebu sema napiga mafuta hayo. Kama tayo. Kuna watu mko hapa, kuna mafuta unatumia hata kwa siri, yamekuunganisha na madhabahu zao, yamekuungamanisha na nguvu zao, yamekuungamanisha na maroho ya pale, yamekuungamanisha na uadui, yanazidi kuwekeza roho chafu ndani yako. Inua mikono yako, sema kuanzia leo ninaagiza, ikiwa niitumia leso au picha au kasha yoyote au kidude chochote au kidude chochote, iwe ni bangili yoyote niliyowaipewa, leo naivunja, leo naivunja kwa jina la Yesu. Leo naivunja bangili za kichawi, bangili za kipepo, bangili za kipepo kwa jina la Yesu. Leo vunjika, leo vunjika, leo vunjika, leo vunjika, leo vunjika, leo vunjika. Hebu anayevunja endelea kuvunja, sema navunja, 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 vunja, vunja, vunja. Kuna mtu ananong'ona wakati tayari umepaka vitu vingi. Kuna mtu ananong'ona wakati tayari ushapewa na kacha wewe. Kuna mtu ananong'ona wakati tayari ushapewa mafuta. Angalia vile unavyoomba, angalia, 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 angalia hapo kile ambacho naomba, angalia unavyoomba, angalia hali ambayo unakumbana nayo, angalia hali ambayo unakumbana nayo, kwa sababu tayari umeshaingia kwenye ulimwengu wa kukataa ile roho. Hebu kama uliwaitumia, hebu sema navunja, 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 navunja. Kama uliwahi kunywa, yanatoka leo kwenye tumbo lako, yanaondoka 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 leo kwenye tumbo lako. Raba shekete, hautawakamatawa, hautakamata nafsi zao, hautakamata miguu yao, hautakamata nyayo zao, hautakamata nyayo zao. Reba shakapa, reba sakapa, reba sakata, hautakamata nyayo zao. Tayari kuna watu wanafunguliwa, tayari kuna watu wanakombolewa, tayari kuna watu wanawekwa huru. Endelea, kuna nguvu ya Mungu hapo. Ye kaparana na mashidi, ye kapasa tata, ye rene boshaba baba, ye rene shaka baba. Ika mikono yako ndio iligusa leo, hiyo mikono inaachiwa, hiyo
hiyo. Kuna mtu mwingine anasikia mikono kama ganzi. Kuna hali ambayo anasikia kwenye mikono. Leo tunaondoa maagano ya. Leo tunaondoa miungu ile. Leo tunaondoa muunganiko. Leo tunajiondoa. Sema najiondoa kwenye kila madhabahu niliyowekwa. Kwenye kila madhabahu niliyowekwa. Kwenye kila madhabahu niliyosajiliwa. Kwenye kila madhabahu niliyoingizwa. Kwenye kila madhabahu niliyowekwa. Kwenye kila madhabahu niliyoingizwa. Leo najiondoa kwenye hiyo madhabahu. Leo najiondoa kwenye hiyo madhabahu. Leo najiondoa kwenye ile madhabahu. Au wakati naomba hivyo, ninaiona hali zimekamata moto. Hali zimekamata moto. Endelea, endelea, endelea. Yale mavazi niliyovishwa, yale mavazi niliyopewa, yale maji niliyopewa, yale mafuta niliyopewa, leo najiondoa, 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 najiondoa. Hebu simama, anza kujiondoa, anza kujiondoa, jiondoe. Na hapo usifanye mchezo, mwana wa Mungu. Tayari tunapambana madhabahu zao. Tayari tunajiondoa kwenye maroho yao. Tayari tunajiondoa kwenye mifumo yao. Tayari tunajiondoa kwenye wito wao. Tayari tunajiondoa kwenye maono yao. Tayari tunajiondoa kwenye nguvu zao. Endelea kuomba wakati umesimama. Hebu tuma moto. Hebu tuma miali ya moto. Rama seke perebe. Yanda kapara baba. Wale waliotunganisha kwenye madhabahu zao. Waliotumia mafuta ya maiti. Waliotumia mafuta ya maiti. Waliotumia udongo wa maiti. Waliotumia jambo lolote. Waliotufunga kwa namna yoyote. Leo tunatumia mamlaka tuliopewa. Leo tunaondoka kwenye hizo madhabahu zao. Tunaondoka kwenye ule ukiri wao. Ule ukiri waliotukirisha. Ule ukiri waliotukirisha. Leo tunajiondoa. Leo tunajiondoa. Leo tunajiondoa. Rama seketeremo. Rikamanda rababa. Madhabahu ya kichawi haitanitawala. Madhabahu ya nabii wa uongo haitanitawala. Yanda ramo sekete. Leo natuma moto. Leo naidondosha hiyo madhabahu. Leo naiharibu hiyo madhabahu. Leo naipiga hiyo madhabahu. Leo najichomoa kwenye hiyo madhabahu. Hebu jichomoe, jichomoe. Kuna mtu umezunguka sana kwenye kila aina madhabahu. Kuna nyingine alikwambia makaleta nguo yako ya ndani. Kuna nyingine alikwambia leta vitu fulani. Kuna wengine alikwambia leta kitu fulani. Na wewe ambaye uko hapa mchawi, wewe inakutoboa macho yako. Inakutoboa macho yako, sasa inafanya kazi. Utoweka mionzi hapa. Utoweka mionzi hapa. Rudisha macho yako ndani yako. Kabla sija kumbua uanze kucheza kama unavyocheza kwa kichawi. Acha mtu aje komboe. Endelea, endelea. Endelea, endelea. Endelea, endelea, endelea. Najiondoa kwenye hizo madhabahu. Jiondoe, jiondoe, jiondoe. Omba, omba. Najiondoa, 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 najiondoa. Ikiwa nipeleka majina ya watoto wako, ondoa watoto wako. Ondoa kwenye hiyo madhabahu. Ondoa. Haijalisha alikwambia mambo yako yote. Haijalisha nikutabiria vitu vyako. Haijalisha akakwambia mpaka mambo ya siri. Wewe jiondoe leo. Na mimi nakusaidia kuondoa. Na kuondoa. Na kuondoa. Na kuondoa. Na kuondoa kwenye hiyo madhabahu. Na kuondoa hiyo madhabahu. Na kuondoa. Rianda raba sheterererererere. Raba baba 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 baba. Rianda raba shetererererere. Yaba baba 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 baba. Shaba baba baba. Ye kapasatata. Ye kapara baba baba. Roho Bwana yuko juu yako sasa. Angalia wepesi wa maombi. Ile madhabahu imevunjika. Ile madhabahu umeishinda. Ye shad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 a. Ye shadadadadadadadada. Ya kapasatata. Yanda raba shetererererere. Ya kapara baba baba baba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kujiondoa. Endelea kutaja na jina hilo. Taja hilo jina, wewe mwenyewe unajua. Wewe mwenyewe ni shahidi. Wewe mwenyewe umeenda. Wewe mwenyewe umetumia. Wewe mwenyewe umepaka. Wewe mwenyewe umeongea. Hebu sema najiondoa, najiondoa, najiondoa. Madhabahu hiyo
Hebu sasa tupige madhabahu za kifilimasoni. Hebu sema napiga madhabahu za kifilimasoni. Ninaondoka kwenye madhabahu, kwenye alama za kifilimasoni. Ninaona mabinti walio mafilimasoni hapa ndani. Hao endelea kuomba. Wamekamatwa leo, wamekamatwa leo, wamekamatwa leo, wanakamatwa antena zao, wanakamatwa nguvu zao. Endelea, ninaona hao rakaseketerete rikaparabababababa. Leo napiga alama zako, leo napiga alama za vidole, leo napiga alama za vidole, leo napiga alama za macho, leo napiga alama za paji lako la uso. Yekapasatatata redededede washabababa, yedededede shabababa, yakapasatatata, yekaparab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 a, yedededede shababababa, yakapasatatata, yekaparababababababa, yedededede shababababa, yakapasatatata. Shalalala, leo nakukamata pale ulipo, leo nakuvuta. Njoo shalalala, njoo shalalala, leo natuma moto pale ulipo, leo natuma miali ya moto pale ulipo. Yanakapasa tatata, yendelebo shababababa. Hebu sema najiondoa madhabahu za ukoo, madhabahu za ukoo. Leo najiondoa kwenye madhabahu ya ukoo, madhabahu ya ukoo, madhabahu ya ukoo, madhabahu ya ukoo, madhabahu ya ukoo. Jiondoa kwenye madhabahu ya ukoo, najiondoa ile mizimu ya ukoo, ile mizimu ya ukoo. Huo ukoo gani? Taja jina la ukoo. Huo ni ukoo gani? Huo ni ukoo gani? Huo ni ukoo gani? Ukoo, ukoo, ukoo mlemwa. Hebu taja ukoo, taja hilo jina. Taja ni ukoo gani huo? Taja jina hilo, taja jina la mababu ukoo. Hebu sema najiondoa. Leo ninaondoka, leo ninaondoka. Ninaondoa huduma yangu kwenye madhabahu ya ukoo. Hiyo ndio huduma, hiyo huduma ya maombi inaondolewa. Hiyo huduma ya kunena kwa lugha, hiyo huduma ya kufunuliwa masiri ya roho. Hebu sema naiondoa, leo naiondoa, leo naiondoa kwenye ile madhabahu ya kwetu. Bado hujaiondoa, endelea, 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 endelea. Yere kapasa katarada, yere dada wasaka parabomu. Naondoka leo, najiondoa leo, najiondoa, 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 najiondoa kwenye madhabahu ya ukoo, najiondoa kwenye mizimu ya ukoo, najiondoa kwenye miungu ya ukoo, najiondoa kwenye mila za ukoo, najiondoa kwenye mila za ukoo, najiondoa kwenye maroho ya ukoo, najiondoa kwenye kuchukuliwa msukule ndani ya ukoo, kufanya wote mazezeta ndani ya ukoo. Leo najiondoa, jiondoe, jiondoe. Tunaanza kuondoa uchumi. Naondoa uchumi wangu, naondoa uchumi wangu, naondoa uchumi wangu, naondoa nyota yangu kwenye madhabahu ya ukoo. Hebu iondoe sasa. Ondoa uchumi wako, ondoa nyota yako, ondoa uso wako, ondoa, ondoa. Shalalala, yakapasa tatata, rekaparababababa. Ninajiondoa, 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 ninajiondoa. Shalalala, yakapasa tata. Ikiwa nywele zako na ziko kwenye hiyo madhabahu, leo tunaziondoa, leo tunaziondoa. Ikiwa ni kitovu, hicho kitovu, hicho kitovu, leo tunakiondoa, leo tunakiondoa. Leo hawatakuona. Ikiwa ni kuchanja chale, 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 leo nafuta chale, futa chale, futa chale. Ikiwa na chale yote futa. Hii chale itakuwa tena ya kuruhusu roho nyingine kuingia kwangu. Na ifuta chale, futa chale kwenye mwili wako, futa chale hizo, ondoa hizo chale, hizo chale, ondoka, 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 ondoka. Sema achia. Sema tena nakombolewa leo. Sema tena nakombolewa leo. Nakombolewa kwa jina la Yesu.
Inua mikono yako miwili juu. Mungu yuko hapa. Roho wa Mungu yuko hapa. Sema, kuanzia leo hii sitatembea na roho za kuzimu. Sitatembea na maagano ya ukoo. Sitatembea na mikoba ya kichawi. Sitatembea na roho za mizimu, na kila roho za uchawi zilizo ndani yangu ninazikataa. Koba la uchawi ninaagiza, ondoka, 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 ondoka. Roho za mizimu, roho za majoka, roho za mapepo, roho za mashetani, roho za mizimu, ninaagiza niachie haraka, niachie haraka, niachie haraka. Alama ya kichawi niliyowekewa, alama ya mizimu niliyowekewa, alama ya roho za mauti, alama ya mauti niliyowekewa, alama yoyote niliyowekewa, leo naiondoa hiyo alama. Leo naiondoa hiyo alama. Leo naiondoa hiyo alama kwa jina la Yesu. Alama niliyowekewa na mtu yoyote juu ya mwili wangu, juu ya nafsi yangu, leo naiondoa. Leo naiondoa alama hiyo. Toka, 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 toka. Sema, kwa jina la Yesu, alama niliyowekewa leo naiondoa. Leo naiondoa. Leo naiondoa. Leo naiondoa. Leo naiondoa. Toka. Sema, kwa jina la Yesu, alama niliyowekewa, alama ya kichawi, alama ya kichawi, alama ya kichawi, alama ya kichawi, alama ya kifirimanson niliyowekewa, leo ninatangaza hiyo alama. Toeni kwenye chama huyo. Toe kwenye chama. Toe kwenye chama chenu. Huyu mwenzenu yuko hapa. Nyie mnaomba, yeye anaita nguvu zake. Kwa huko ndani mnapigana nyie huko ndani. Haleluya. Huko ndani mwenzenu yeye ndiye anaita ufalme wake. Lakini ufalme wake haujaweza kuhimili. Ndio maana umeona hapa kaliki. Pige Bwana Yesu makofi, sema tunateketeza. Sema tena tunateketeza. Sema tena tunateketeza. Sema tena tunateketeza. Na kama wako wengine, tunaagiza pale pale walipo, pumzi ianze kuondoka, pumzi ianze kukata. 1, 2, 3, ili wajue yuko Mungu anayeweza. Kwa jina la Yesu, kila aina ya alama, alama za kipepo, alama za kichawi, alama za kifirimason, ninaziangusha leo. Ninaziangusha leo. Ninaziangusha leo kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi. Ongeza makofi kwa ajili ya Bwana. Ongeza makofi mengi kwa ajili ya Bwana. Ongeza makofi, sema kuanzia leo hakuna alama. Mtoe mtoto huyo. Toa hiyo alama yako. Sema kuanzia leo hakuna hiyo alama. Toa alama zenu. Sema alama ondoka. Sema ondoka. Sema kwa jina la Yesu. Wana ambao ninawaacha watendakazi mnawaombea huko nyuma. Akina pasa Jafet, msaidie huko vita. Sema kwa jina la Yesu, sitatembea na alama yoyote kuanzia leo. Alama ya kichawi, alama za mabibi, alama za mababu, alama za kichawi, alama zozote kuanzia leo nakombolewa. Nakombolewa na damu ya Yesu katika jina la Yesu.
roho yoyote ya unabii wa uongo haitanitawala, bali damu ya Yesu ndiyo itakayonitawala, kwa sababu nimenunuliwa, sio kwa fedha wala sio kwa mali wala sio kwa vitu vinavyoweza kuharibika. Nimenunuliwa kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu. Hebu luka damu ya Yesu, damu ya Yesu. Hebu luka damu ya Yesu. Tembea, sema damu ya Yesu. Magonjwa yanaondoka, balaa zinaondoka, majini yanaondoka. Ungeruka kama unaweza kutembea pale ulipo, unaweza kutembea ukumbini wako. Hebu sema nimekombolewa na damu ya Yesu, nimekombolewa na damu ya Yesu, nimekombolewa na damu ya Yesu, nimewekwa huru na damu ya Yesu, nimewekwa huru kwa damu ya Yesu. Hebu sema damu ya Yesu. Pokea neema ya ushindi, pokea baraka ya ushindi, pokea upako wa ushindi, pokea nguvu ya ushindi, pokea uwezo wa jina la Yesu, pokea uwezo wa jina la Yesu, pokea nguvu ya jina la Yesu, pokea neema ya jina la Yesu, pokea nguvu ya jina la Yesu. Hebu sema amen. Gonga na jirani yako, mwambie wamepigwa kisawasawa. Ubarikiwe mwenye kigeregele. Piga tena kigeregele, sema faya. Wene makofi, weka makofi, sema faya. Wow. Hapana uchawi hapa, wala nguvu ya giza. Uliogea maji ya kichawi tumeyafuta, ulipaka mafuta upako tuliyafuta. Tumefuta. Kama ni haramu itabaki kuwa haramu, ya Jehova ibaki kuwa Jehova. Ulitumia maji si yasiyoeleweka, tumefuta. Haleluya. Walio wa kweli watabaki katika ule kweli, sema amina. Kama ilibaki katika ukweli, mafuta yalikuwa ni ya upako ya nguvu kweli ya Mungu, basi yatende. Kama ilikuwa ni ya kishetani, tumeyasiliba. Umenelewa? Tumeyasiliba. Na kama walikuungamanisha wakakuungamanisha, umetoka. Tena hujatoka peke yako, umetoka na mikono yako, umetoka na nyota yako, umetoka na kibali chako. Pokea mwitikio wa baraka na mafanikio. Sema amen. Kamata sadaka yako, tumtolee Mungu wetu. Leo uandae sadaka kweli kweli, kwamba sadaka yangu hii special kwa maombi niliombewa leo.